Karibuni wapenzi watazamaji wa VD Media. Ni Daniel Albenga. Tuko kwenye Line Vibes na leo nimewaletea Biax Pictures. Na mimi wengi mnamfahamu, ameenda kulalamika sana na ameenda kuomba interview baada ya maneno ya Grand Exodus kwenye Line Vibes iliyopita kuleta gumzo mtandaoni kuhusiana na watu wa Marekani. Basi swali letu la kwanza litakuwa tu tunamuuliza Biax Pictures, unaonaje kwanza kuhusiana na maneno ya Grand Exodus aliyoyatamka zidi ya vijana walioko Marekani? Yeah, hello guys. How's it? Hapa ni Biax Pictures aka Mr. Visionary. Na leo kama Lion Benga alivyosema, kuna baadhi ya maswali ambao itabidi tuyajibu kutokana na kinachoendelea au kinachotrend, na kama alivyosema kuhusu Grand Exodus, nahisi Grand Exodus kwanza kwa kutumia maneno aliyotumia, na hawezi nikasema kwamba ni mtu ambaye labda zilikuwa zinapungukiwa au tuseme labda alikuwa anapungukiwa, kwa sababu mtu wa akili timamu, mtu mwenye leo ushaanze sabiwa baba wa familia nini, hauwezi ukatumia maneno kama na hayo. Kwa sababu gani mimi nasema hivyo? Kwa kukompea vijana wa Marekani na vijana wa Marekani, useme eti vijana wa Marekani ni watu ambao wanajilipia studio, wanaenda wanashuti nini kwa hela zao. Ina maana wakienda Marekani watafanya makubwa zaidi ya hayo. Mimi nahisi kwamba azimu, kwa sababu kama ni vijana wa Marekani bro, hatuwezi tukakompea lifestyle ya vijana wa Marekani na vijana wa Marekani. Hatuwezi tukakompea hicho kitu. Ijapokuwa yote ni maisha na tunajua kama Marekani nao wanatumika ili wapate pesa, Marekani pia hivyo hivyo tunatumika ili tupate pesa, ila maisha sio yale bro. Marekani kuna wasanii walitoka walienda Marekani na leo wako wapi? Tunawaona tu kama kawaida, hakuna aliyetoboa. Nyarugusu kuna wasanii walienda Marekani, wapo. Walitoka kambini wakaenda Marekani, nao wapo wapi? Nao wanajitafuta hivyo hivyo, hakuna aliyetoboa. Kwa hiyo tusidanganyane ndugu zangu. Grand Exodus, maneno yako ndugu yangu, nitumia busara ya chini sana na hekima ya chini sana, na nilikuwa nakuheshimia sana ndugu yangu. Ila sio hivyo. Kitu ambacho mimi naweza nikasema ni kwamba tukazane na maisha yetu na kazi zetu, tupambane ili Mungu akisaidia huko mbele. Na sasa tuko watu wa kuheshimiwa bro. Unaona? Sema eti tuanze kukaa hapa kukompea maisha huku na kule, doesn't matter bro. Okay, tumeenda kusikiliza jibu lako. Okay, na mimi tumekuelewa. Tuende kwenye swali la pili. Ni sababu gani ambazo zinaweza zikafanya Marekani isiendelee kama kambi zingine zinazotuzunguka kama vile Nyarugusu, Dzaleka na kadhalika? Maana inaeneza kila kigezo cha maendeleo, maana kuna umeme tangu zamani, kuna maji, kuna elimu bora na kuna uhuru kabisa mwingi sana wa watu kufika mjini, yani kufanya biashara vyao wanavyotaka. Unaweza kutuambia basi ni kitu gani ambacho kinaenda kuzuia Marekani nayo isiendelee na isiingie kwenye top ya makambi ambazo zinaendelea kama vile kambi zingine? Pointi ya kwanza mimi naweza kusema kinachofanya Marekani isiendelee kama kambi zingine. Marekani kwa leo inakuwa kama vile Kongo. Marekani inakuwa kama vile Kongo, kila mtu anaikimbia. Kila mtu anaikimbia. Cha kwanza kutokana na hali ya nchi kwa ujumla. Cha pili kwa malengo ya ukimbizi, kwa sababu sio wote ni wakimbizi bro. Na mtu kama mie binafsi niseme kwanza tuwe mfano kwanza kwa familia yangu. Familia yangu ni familia yenye ilikimbia kutoka Marekani kwenda mkambi ya Dzaleka kwa ajili ya malengo ya ukimbizi. Tunaona malengo ya ukimbizi Marekani kuyatimiza itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo mzee akakaa chini na mke wake kuona hapana, itabidi watu waangalie kambi nyingine ya kwenda. Kwa hiyo ni vigumu leo usikie eti mtu kutoka Nyarugusu anakimbilia Marekani, mtu kutoka Dzaleka anakimbilia Marekani, mtu kutoka Kakuma anakimbilia Marekani. Vigumu. Yaani ni impossible thing kwa sasa. Ila Marekani ni kambi ambayo inaongoza watu kutoka kukimbilia kwenye kambi zingine. Wapo wakimbizi waliotoka Marekani kwa sasa, wapo Dzaleka wengi. Wapo wakimbizi waliotoka kwenye kambi ya Marekani kwa Nyarugusu na Kakuma na kambi zingine, wapo wengi.
ni kutokana na hali ngumu ya maisha ya nchi na malengo ya ukimbizi kwa ujumla. Hicho ndio kinafanya kambi yetu isiendelee. Yaani wale watu au vile vichwa vilivyokuwa vinategemewa kwa ajili ya kuendeleza sanaa au kwa ajili ya kupambania sanaa, utakuja kukuta tena ndo wale ambao wanatoka kwenda kwenye kambi zingine. Na nimetoa mfano halisi kwanza kwa ng'ambo yangu. Mie familia yangu ni familia ambayo ilitoka Maratani kwenda Zaleka, na isitoshe mimi ni mtu mwenye alikuwa ajishughulisha sana na masuala ya sanaa na mpaka leo naendelea kujishughulisha, lakini kutokana na malengo ya ukimbizi ilitokea kaona hapana, itabidi tuame kambi ili tutimize malengo ya ukimbizi. Na sio sie tu, wapo wengi. Sitaki kutaja wengine, nilitaja mimi mwenyewe, najua wengine ni private life yao. Okay, ikiwa kwamba watu ambao wako Marekani kutoka hapa Msumbiji ama kutoka hapa kamili Maratani ni wachache, sasa ni kitu gani ambacho kinaenda kuwazuia? Kwa maana hata kambi nayo hapa Maratani nayo ni ndogo sana, kwa maana umeenda kusema kwamba watu wa Marekani, watu wakimbizi kutoka hapa Maratani ni wachache sana walioko huko Marekani. Hata vivyo hivyo na Maratani nayo ni kambi ndogo. Sasa ni kitu gani ambacho kinaenda kuzuia msaada wao usiende kukizi ama kukizi kambi nzima? Ni hivi, kuinua Maratani sio kazi ngumu, lakini unapo disappoint first person mwenye anajitolea kukusupport, basi itakuwa vigumu kupata second person mwenye atakusupport. Kwa sababu gani? Kuna projects nyingi ambazo zilifanywa hapa Maratani na hazikuwa na mwelekeo wala matunda mazuri. Tukianza mfano wa maligi, kuna ligi nyingi ambazo vijana waliopo Marekani waliotokea hapa Maratani walichezesha, lakini mwisho wa siku zingine ligi hazikumalizika. Mfano ligi ya mwisho yenye naisha hapa, kwa finale kuchezeka ilikuwa ni kazi tanda kulema chombo cha Vavembe. Pia hivyo kuna project ya grupu juvenile Juventud Dimoz. Pesa zilifika. Leo ulize pesa ziko wapi? Ndio walikuwa wanasimamia ile project, ulize pesa ziko wapi au msaada zilitembea je? Hakuna mtu atakwambia kitu kama hii hata hichi. Hiyo ni kuonesha kwanza kama sisi vijana ambapo tuliopo Maratani ni vigumu sana kuendelea, kwa sababu tukipata msaada wote ule tunajichukulia kwa ubinafsi. Kwanza Grande Exodus kwa mfano ni mtu mwenye aishapata support nyingi sana, hata kama sio tu za vijana ambao walitokea Maratani kuelekea Marekani. Project nyingi tu ambazo alipata. Je, alishughulisha nani? Labda Ernest tunaye kwenye Nyarugusu, hatujui. Lakini alipata project nyingi na alitamba sana, alioa sana kijana. Lakini hatuko huko. Mwisho wa siku tulishia wapi? Hakuna kwa tulishia. Kwa hiyo kwa vijana waliopo Marekani kusaidia vijana waliopo Maratani kwa sasa itakuwa ni vigumu, kwa sababu kila mara kuna disappoint. Hiyo ndio sababu kubwa ya wao kutokusupport. Hivi uniambie mtu kama vile Diamidi, mtu kama vile Mula akusupport, tuseme wewe kwa mfano Lion Benga kwa sasa akusupport, okay, Mula huyo au Diamidi anakusupport wewe, huyo kesho unapata kwa kama ni $50 wanakutumia ununue kama ni hiki na kile, wewe ushakuwa mpombe banamuke, leo uowe kesho uowe. Ndugu yangu, hata nani mwingine atakuwa na ile ujasiri kesho wa support nani? Kwa hiyo ni vigumu kusema eti, kwa sababu vijana kwanza waliopo Marekani waliotokea Maratani ni wachache. Kwa hiyo hao wachache pia ndio tunao disappoint. Kwa hiyo tukidisappoint umoja itakuwa rahisi sana yeye kuambia mwingine. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu, najua kwa sasa watu ambao walijitolea kusupport vijana wa Juventud Dimoz wanalia kwa hela ambazo walizozituma na hakuna project hata hii moja iliyosimama. Okay, swali la mwisho ni kwa maoni yako sasa, kwa maoni yako ni kipi kinaweza kufanyika hapa kamili Maratani ili kuweza kutatua matatizo ama kutatua hali kama na hizi ambazo tulikuwa tunapitia hadi siku ya leo? Kitu cha kwanza, kila mtu apambane na haki yake. Kila mtu ashinde mechi zake, kila mtu apiganie project zake. Niwape tu mfano, VD Media tunakuaga sasa venye tuko tupo tu. Leo mnamwona Lion Benga anakuwa sasa anafanya vyake peke, Black Speeches anafanya vyake peke, Arabino anafanya vyake peke, mara tena anakuta anafanya pamoja. Yaani tuko tu. Kwa hiyo nahisi kwa kuongelea kwa serious zaidi ni kwamba tupambane, kila mtu apambane kwa ngambo yake. Kama wewe ni msanii, pambana kwa ngambo yako.
naamini huko mbele mambo yatakuwa mazuri, support zitakuwa tu, hata kama pia kuna wale watu ambao walitudisappoint baada ya project walizozipata, baada ya misaada walizozipata walitudisappoint, lakini naamini kwa yule mwenye kuwa na moyo wa kutoa ambao yuko Marekani ataendelea kutoa na atasupport na atapata mtu ambaye atamsupport na yeye atatoa aibu kwa kambi yetu ya Maratani. Kwa hiyo ndio itakuwa njia pekee ya sisi kutatua tatizo kama na hili. Ni kwamba kila mtu tu apambane pale alipo. Kuna wasanii ambao wanafanya vizuri, kuna Udogo D Richard, wakina Tasbi, Carolina Daana wanafanya vizuri, kuna photographer kama nani Clean Pictures, Kine MG, OG Boy anafanya vizuri sana. Na pia nahisi, sijui kama alipata support kama kupata, lakini kama alipata ndio huyo hapa anaendelesha kazi vizuri. Leo hii hapa picha kali sana yote mnaona. Kwa hiyo na kama hana support basi aendelee, naamini huko mbele tu atapata support zaidi. Lakini kama ana support basi big up sana kwa OG Boy, Clean Pictures, ni kijana ambaye anafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo hicho, yani tufuate tu mfano wa huyo Dogo Kine, namuita Dogo ila amenitangulia kwenye mambo kadhaa. Kwa hiyo ndio tufuate mfano, kila mtu tu apambane mahali alipo. Kama wewe ni msanii, kama wewe ni mshika picha, kama wewe ni blogger, kama wewe ni mtangazaji, pambana tu mahali ulipo na kazi yako. Siku moja, amini kitu, siku moja tu Mungu atashukia wale watu ambao wapo Marekani, ndugu zetu, vijana wenzetu, watakusupport na sisi pia kambi yetu itaendelea. Na hapa ni ndugu yenu Biax Pictures kutoka VD Media Marathon. Shout out sana Lion Benga, shout out sana Arabino. Yeah. Okay, asante sana. Wewe ulikuwa ni Biax Pictures. Tunashukuru sana kwa majibu yako. Ni Daniel Benga, Lion Vibes, VD Media Marathon. Tuko pamoja sana. Asante.